Baada ya kuwa raia wameathirika na opium, utendakazi wao ukawa umerudi chini katika taifa lao, kulikuwepo na kukosekana kwa maendeleo ya kiuchumi. Nchi ilishindwa kujenga uchumi kwa sababu uchumi kwa asilimia kubwa inategemewa ama inajengwa na raia wake. Kwa hivyo raia wa Kivietnamese wakati huo walikuwa washaathirika na dawa za kulevya ambazo ni opium. Kwa hivyo nchi ilishuhudia kudorora na kufeli kwa uchumi. Badala ya kukuza sekta kama kilimo cha chakula au viwanda, sehemu kubwa ya ardhi ilitumika kwa kilimo cha opium ambacho hakikuchangia maendeleo ya muda mrefu. Kwa sababu opium ilikuwa inafaidisha tu wakoloni. Kufikia miaka ya 1930 kulikuwa na shinikizo kutoka kwa mataifa ya magharibi na harakati za kitaifa za Vietnam kupinga biashara ya opium, baada ya kuonekana kwa madhara kwamba opium sio tena afya kwa wananchi wa Vietnam. Kwa hivyo, baada ya vita vya pili vya opium kufanyika, usambazaji wa opium ulianza kudhoofika kutokana na hali ya vita. Katika enzi ya ukoloni wa Ufaransa, Vietnam iligeuzwa kuwa kitovu cha biashara ya opium, na Wafaransa walihimiza matumizi yake ili kupata mapato makubwa. Hata hivyo, uraibu wa mihadarati ulisababisha madhara makubwa kijamii na kiuchumi kwa Vietnam. Kufikia mwishoni mwa ukoloni, harakati za kupinga madawa ya kulevya zilianza kuibuka, hasa kupitia vuguvugu la uhuru la Viet Minh ambalo baadaye lingepambana na utawala wa Ufaransa na sera zake za kudhoofisha jamii ya Kivietnam kupitia mihadarati. Kile ambacho watu wanatakiwa kukielewa kwamba mihadarati kwa muktadha huu, mihadarati ilitumika kama silaha ya kuweza kupiga raia wa Kivietnamese. Kwa hivyo, nchi yoyote ambayo imethurika ama imeathirika pakubwa na dawa za kulevya, bila shaka ni njia mojawapo ambayo inachangia kudorora kwa kiuchumi na kuangusha taifa hilo. Baada ya Ufaransa kushindwa katika vita vya Dien Bien Phu mwaka 1954 na kuondoka Vietnam, nchi iligawanyika katika sehemu mbili: Vietnam Kaskazini na Vietnam Kusini. Vietnam Kaskazini ilikuwa chini ya utawala wa kikomunisti wa Ho Chi Minh, na huku Vietnam Kusini ikiwa chini ya utawala unaoungwa mkono na Marekani, na tunafahamu kwamba Marekani mfumo wao wa uongozi ni ubepari, capitalist. Wakati wa vita vya Vietnam, zaidi ya wanajeshi 500,000 wa Marekani walipelekwa Vietnam Kusini. Katika mazingira ya vita, hali ilikuwa ngumu na wanajeshi wakakumbwa na msongo wa mawazo. Wengi wao walijikuta tena wakianza kutumia heroin na opium ili kujituliza. Kufikia mwaka 1971, takriban 15% ya wanajeshi wa Marekani Vietnam walikuwa waraibu wa heroin. Heroin iliyotumika Vietnam wakati huo ilikuwa na ubora wa juu zaidi ya 90 hadi 98, ikimaanisha kuwa ilikuwa rahisi kwa watumiaji kuwa waraibu kwa haraka zaidi. Vietnam Kusini, hasa mji mkuu wa Saigon, ulikuwa kitovu cha biashara ya madawa ya kulevya. Wafanyabiashara wa madawa ya kulevya walishirikiana na maafisa wa serikali ya Vietnam Kusini na wanajeshi wa Marekani kusafirisha heroin kutoka Golden Triangle hadi Vietnam Kusini. Genge maarufu lililojulikana kama Corsican Mafia, ambalo lilihusishwa na biashara ya heroin huko Ufaransa, lilikuwa na ushawishi mkubwa katika usambazaji wa mihadarati Vietnam. Baadhi ya majenerali wa Vietnam Kusini walihusishwa na usafirishaji wa madawa ya kulevya ili kujipatia pesa za kugharamia vita dhidi ya Viet Cong. Viet Cong hao walikuwa wanamgambo wa kikomunisti walioungwa mkono na Vietnam Kaskazini. Hii ilisababisha Marekani kufuatilia swala hili, lakini ilikosa nguvu za kudhibiti biashara hiyo, kwani viongozi wa Vietnam Kusini walikuwa washirika wao. Kufikia mwaka 1971, Rais wa Marekani Richard Nixon alitangaza war on drugs, vita dhidi ya mihadarati, baada ya ripoti kuonyesha kuwa wanajeshi wake nchini Vietnam walikuwa waraibu wa heroin. Programu ya kurekebisha wanajeshi waraibu iliandaliwa, lakini baada ya kurejea Marekani, wengi wao waliendelea kutumia heroin kwa sababu tayari walikuwa washakuwa waraibu. Vita vya Vietnam vilisababisha ongezeko la uraibu wa heroin miongoni mwa Vietnam, hasa katika miji kama Saigon. Baada ya kuondoka kwa Marekani mwaka 1975, Vietnam ilirithi tatizo kubwa la madawa ya kulevya, kwani mihadarati ilikuwa imeenea kwenye jamii. Serikali mpya ya kikomunisti ya Vietnam ilichukua hatua kali kupambana na madawa ya kulevya, jambo ambalo lilikuwa tatizo kubwa katika nchi hiyo. Kwa hivyo, katika vita vya Vietnam, mihadarati ilitumiwa kama njia ya kujituliza kwa wanajeshi wa Marekani na chanzo cha mapato kwa maafisa wa Vietnam Kusini. Kwa hivyo heroin kutoka Golden Triangle ilisambazwa kwa wanajeshi wa Marekani na raia wa Vietnam, jambo lililosababisha uraibu mkubwa. Baada ya vita, tatizo la madawa ya kulevya liliendelea kuathiri jamii ya Vietnam na hata Marekani, ikichochea kampeni ya war on drugs ya serikali ya Marekani.
Baada ya ushindi wa Vietnam Kaskazini dhidi ya Vietnam Kusini mnamo April 30 mwaka 1975, nchi hiyo iliunganishwa chini ya utawala wa kikomunisti wa chama cha kikomunisti cha Vietnam CPV. Serikali mpya ilichukulia madawa ya kulevya kama tishio kubwa kwa maendeleo ya kijamii na kisiasa, ikachukua hatua kali za kupambana nayo. Baada ya vita vya Vietnam, serikali ya kikomunisti ilitangaza kuwa madawa ya kulevya ni urithi wa ukoloni na ubepari ambao ulilenga kudhoofisha wananchi wa Vietnam. Waliona mihadarati kama silaha ya kiakili ya wakoloni. Wafaransa walitumia opium kuwadhoofisha wa Vietnam wakati wa ukoloni ili waweze kuwatawala na kuweza kuwatumia zaidi. Mbili, njia ya kuzorotesha jamii. Utawala wa Vietnam Kusini na wanajeshi wa Marekani walihusika na biashara ya heroin, na heroin ilitumika kama silaha ya kuweza kuwazorotesha jamii ya Vietnam ili wasiweze kujigundua na kujitathmini na kuweza kurudi katika misingi ya kujenga taifa lao. Kwa hivyo baada ya hili sengesenge lote na baada ya serikali ya Vietnam kugundua madhara na jinsi opium ilivyoweza kuathiri jamii na raia wake, hapo ndipo serikali ya Vietnam ilipokaa chini kaunda sheria kali dhidi ya mihadarati. Kwa hivyo mwaka 1985 Vietnam ilipitisha sheria kali dhidi ya mihadarati. Sheria hii ilipitisha hukumu mbalimbali, hukumu kali zaidi dhidi ya wale waliohusika na usambazaji na uzalishaji wa dawa za kulevya. Baadhi ya hukumu ambazo sheria hii ilipitisha ni ikiwemo adhabu ya kifo kwa wale wanaokamatwa wakisafirisha au kuuza kiasi kikubwa cha madawa ya kulevya. Yule yeyote ama raia yeyote ama mgeni yeyote ambaye angekamatwa nchini Vietnam akiwa ndio msambazaji wa dawa za kulevya, huyo ni mhusika. Adhabu ambayo ingesalia kwa mtuhumiwa huyu bila shaka ilikuwa ni adhabu ya kifo. Licha ya kuwa kulikuwepo na adhabu ya kifo ambayo ilisisitizwa na kutiliwa mkazo na serikali ya Vietnam, kulikuwepo na adhabu zingine kama magereza ya kazi ngumu kwa waraibu wa madawa ya kulevya. Kwa hivyo wale ambao wangeweza kutumia, wale watumizi ambao ndio waathiriwa madawa ya kulevya, ungepatikana na kushikwa na mamlaka ya Vietnam, ungefungwa katika magereza ya kazi ngumu ili uweze kutumikia jamii ya Kivietnam. Lingine ni serikali ya Vietnam kuwekeza nguvu kubwa katika kampeni kali za kitaifa kuhamasisha wananchi kuripoti wanaojihusisha na biashara ya madawa ya kulevya. Katika miaka 1980 watu wengi walihukumiwa kifo kwa makosa ya mihadarati, na hili lilikuwa mwanzo wa serikali za Vietnam kuhusu mihadarati ambazo zinaendelea hadi leo. Licha ya msimamo mkali wa serikali, biashara ya madawa ya kulevya iliendelea kwa siri, hasa kupitia mpaka wa Vietnam na Laos, sehemu ya Golden Triangle iliyojulikana kwa uzalishaji wa heroin. Baadhi ya maafisa wa serikali walihusishwa na biashara ya mihadarati, ingawa serikali ya kikomunisti haikukubali waziwazi kuwa kulikuwa na rushwa. Uraibu wa heroin ulizidi kuenea mijini licha ya juhudi za kuwatuma waraibu kwenye kambi za kurekebishwa, yani rehabilitation centers au rehabilitation camps. Katika miaka ya 90, Vietnam ilianza kushirikiana na Umoja wa Mataifa na nchi kama China na Marekani katika vita dhidi ya madawa ya kulevya. Hata hivyo, hadi leo Vietnam inaendelea kuwa na msimamo mkali dhidi ya mihadarati, ambapo mtu anayekamatwa na kiasi kikubwa cha heroin anaweza kuhukumiwa kifo. Baada ya mwaka 1975, Vietnam iliendesha kampeni kali dhidi ya madawa ya kulevya, ikiweka sheria kali ikiwa ni pamoja na adhabu ya kifo ambayo mpaka saizi inafanya kazi kwa wanaosafirisha mihadarati. Licha ya juhudi hizo, biashara ya heroin iliendelea kupitia Golden Triangle na baadhi ya maafisa wa serikali walihusishwa kwa siri. Mfumo huu mkali wa kupambana na mihadarati uliwekwa rasmi katika miaka 1980 na bado unatumika hadi sasa. Baada ya vita vya Vietnam, serikali ya kikomunisti iliendesha serikali dhidi ya madawa ya kulevya, lakini katika miaka ya 90 mambo yalianza kubadilika kutokana na mabadiliko ya kiuchumi na kisiasa. Mwaka 1986 Vietnam ilianzisha mpango wa kiuchumi ulioitwa Doi Moi. Kwa Kiswahili tunaweza tukasema maboresho. Lengo la mpango huu lilikuwa kufungua uchumi wa Vietnam kwa soko huria baada ya miongo kadhaa ya siasa za kikomunisti za uchumi wa kijamaa. Mageuzi haya yalileta maendeleo, lakini pia yaliambatana na changamoto kubwa, ikiwemo kuongezeka kwa usafirishaji wa mihadarati. Biashara ilipoongezeka, Vietnam ikawa njia muhimu ya kusafirisha madawa ya kulevya kutoka Golden Triangle kwenda China na Ulaya. 2. Rushwa katika vyombo vya usalama. Wakati uchumi ulipokuwa unapanuka, baadhi ya maafisa wa serikali walihusishwa na biashara ya madawa ya kulevya ili kupata faida kubwa. 3. Ongezeko la matumizi ya mihadarati mijini. Mijini kuliongezeka idadi ya vijana waliotumia heroin, hasa Hanoi na Ho Chi Minh City.
Ila ningependa ufahamu kitu kingine kuhusu sheria muhimu za mihadarati nchini Vietnam. Sheria za Vietnam kuhusu madawa ya kulevya zimekuwa zikibadilika muda baada ya muda, lakini misingi yake kuu ni moja, adhabu ya kifo kwa kiasi kikubwa cha mihadarati. Endapo utakamatwa na gramu 600 au zaidi ya heroin au cocaine, adhabu yako bila shaka ni kifo. Ikiwa utakamatwa na kilo 20 au zaidi ya opium, adhabu yako vile vile pia ni kifo. Ikiwa utakamatwa na gramu 100 au zaidi ya methamphetamine, adhabu yako pia vile vile ni kifo. Ila magereza ya kazi ngumu yaliwekwa kwa makosa madogo ambayo yanapatikana kwa wale ambao ni waraibu. Kwa hivyo, Vietnam inachukua msimamo mkali dhidi ya madawa ya kulevya na adhabu yake kali ikiwa ni pamoja na kifo. Hii inalenga kupunguza biashara na matumizi ya mihadarati. Hata hivyo, licha ya sheria hizi, biashara ya mihadarati bado ni tatizo kubwa, hasa kwa sababu ya rushwa, ukaribu wake na Golden Triangle na mbinu mpya zinazotumiwa kusafirisha mihadarati. Maoni yako ni yapi kuhusiana na uchambuzi huu ambao unahusu sheria kali za madawa ya kulevya nchini Vietnam? Nitumie maoni yako kwenye comment section na usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare makala zetu ili usipitwe na makala mengi ambayo tutakuwa tunakuletea katika chaneli hii.